Kwanza tuweke facts sawa sawa, tukubaliane kwenye facts. Mimi niliondoka Tanzania sijitambui, nikiwa mfu. Kwa hiyo ukisema nilikimbia nchi, nilikimbizwa nchi. Nilikimbizwa Kenya, na baada ya miezi minne nikapelekwa Ubelgiji. Nimekaa kule miaka mitano mpaka nilivyorudi, ukiachia ile miezi mitatu ya 2020. Nilazimika kukimbia katika mazingira ambayo kukimbizwa katika mazingira ambayo kila mtu anayafahamu, pamoja na yeye mwenyewe rais. Kwa sababu katika watu wa serikali ya Magufuli ni mtu mmoja tu aliyekuja kuniona hospitali wa serikali, yeye mwenyewe alikuja hospitali. Kwa hiyo anajua mazingira ya mimi kukimbizwa. Kuhusu kurudi, zungumzie ile wewe kuondoka baada ya kuwa umeshambuliwa 2020, baada ya uchaguzi ulionekana kama ulikimbia. Nilikimbia kwa sababu nisingekimbia yangenikuta ya 2017, yangenikuta hayo. Kumbuka nilikamatiwa ubalozi wa EU, nje ya ubalozi wa EU, ubalozi wa Ujerumani, Uingereza na Uholanzi, Umoja House pale. Watu wanafikiria kwa nini hiyo huwa mnasahau kwamba niliokolewa na mabalozi, nilishatiwa nguvuni na watu wasiojulikana. Kwa hata hiyo nilazimika kuondoka. Nilisindikizwa mimi na balozi, kaimu balozi wa Ujerumani kwenda kupatiwa passport. Ilibidi niwe na balozi, kwenda kunyolewa kwa kinyozi kwa sababu ya watu wasiojulikana. Niwe na balozi, na alinisindikiza airport mpaka akaniingiza kwenye ndege. Sasa rais anaposema mambo yako vile vile, maana anaposema sheria bado ziko vile vile, maana yake ni kwamba anatuambia kwamba mambo ya Magufuli bado yako vile vile. Ndicho anachokisema. Kwa anataka tufanyeje? Tunapouawa kama mzee Ali Kibao, tunapotolewa kwenye basi na kwenda kuuawa, kuteswa na kuuawa na kumwagiwa tindikali, watoto wetu wanapochukuliwa. Nikisema watoto wetu, Deus Soka anastahili kuwa mwanangu. Nimesafiri siku narudi, amekuja kunipokea airport. Leo amechukuliwa na mapolisi, watu waliojitambulisha kuwa mapolisi. Hajulikani mwezi mzima, yeye na wenzake wawili na wengine wawili wa maeneo mengine. Yanapotokea haya yaliyokuwa yanatokea wakati wa Magufuli na Samia akiwa makamu wa rais, yanapotokea hayo, tufanyeje? Tunyamaze? Tunyamaze ili nani auawe au nani atekwe ndio tukisema tusikilizwe? Tufanyeje sisi? Rais amesema amesikiliza, ndio maana ametoa maelekezo, vyombo vinafanyika. Amesema hivi, hawa mabalozi wanaopiga kelele wasituingilie. Amesema kwanza kifo ni kifo. Amesema kwamba huyo ni mtu mmoja. Amesahau kwamba alitweet mara Ali Kibao alipouawa. Nilisoma mimi tweet ya Rais Samia ikisema amesikitishwa na yale mauaji, ameamuru vikosi vya watu wa usalama na ulinzi na usalama wafanye uchunguzi, wampelekee taarifa haraka iwezekanavyo.
Hakusema hiki ni kifo kama vyovyote vinavyotokea Muhimbili au Mwananyamala au wapi. Alijua vyote vinavyotokea Muhimbili au Mwananyamala au wapi. Alijua kwamba hili ni tukio kubwa na baya. Mtu ameuawa, mwenye mamlaka ya kisiasa ameuawa kwa kuchukuliwa kwenye basi mbele ya abiria wenzake, ameenda kuuawa. Hata yeye alitweet. Mabalozi walipiga kelele. Nchi kianza kuua watu wanaomkosoa rais au serikali yake, ujue nchi inaenda kuangamia. Kwa hiyo lililotokea sio jambo la kunyamazia. Ukitaka tunyamazie, unataka tuhalalishe mauaji. Hatutanyamazia mauaji. Hatutanyamazia utekaji nyara. Hatutaki tena ya Ben Saanane. Hatutaki tena ya Azori Gwanda. Hatutaki tena ya Simon Kanguye wa CCM Kasulu. Hatuyataki. Na kwa sababu hatuyataki, lazima tuyapigie kelele hadharani. Awamu ya 6 ilionyesha kwamba inajenga diplomasia mpaka ikafikia mahali wakati rais anaifungua nchi. Tamko la juzi dhidi ya mabalozi linaiweka wapi serikali, na kwa nini unadhani rais alitumia lugha kali ile kwa mabalozi? Kauli ya rais inathibitisha kwamba ule mtaji wa kidiplomasia aliyoupata baada ya zile siku za mwanzo za kuwa rais, alipata mtaji mkubwa sana wa kisiasa kwa mataifa rafiki wa nchi hii. Ameuskwanda wote, ameumaliza, ameutapanya. Ndio maana umemsikia balozi wa Marekani hapa amesema Marekani ni taifa rafiki wa Tanzania. Sisi ndio tunaowapa msaada kuliko nchi nyingine yoyote dunia hii. Kwa miaka 20 tumewapa dola bilioni 7.5. Hakuna nchi nyingine iliyowapa hela nyingi kama sisi. Mnapofanya mauaji, hatutanyamaza na dunia haitanyamaza. Unanifahamu? Rais ametapanya mtaji wa kidiplomasia aliyoupata, na ameutapanya kwanza kwa kukataa mageuzi ya kisiasa na kikatiba. Ametukatalia kila kitu. Amewakatalia hata wale aliowaunda yeye kikosi kazi, vitu gani vile. Kakataa kila kitu. Ndio maana umesikia maneno waliyasema mabalozi. Mabalozi waliyasema kwa kauli moja. Wameyasema maaskofu wa kanisa Katoliki, Wakatoliki, kanisa Katoliki, wale mababa wale na makofia yao, wakisema haya mambo hayafai. Wewe unawezaje ukasema kwamba watu wameota mikia? Ameyasema baba Askofu Malasusa, mkuu wa KKKT, aliyesema kwamba yeye hajalelewa kupinga serikali, lakini juzi imebidi aseme haya mambo hayafai. Ukianza ugombane na jumuiya ya kimataifa, ugombane na wapinzani, ugombane na maaskofu, unabaki na nani? Kwa mtu wa kujitafakari sana huyu. Rais Samia amejitetea kwamba hii ni nchi huru, mambo yakitokea kuna namna katiba na sheria zimetengeneza utaratibu namna gani ya kwenda mambo. Sio matamko kutoka Washington wala London. Kama kungekuwa na utaratibu wa mambo ya hayo kama anavyodai, yangekuwa yanapatiwa suluhu. Ukweli ni kwamba mauaji yote ya wakati wa Magufuli hayajapatiwa suluhu. La kwangu niliyeponea chupuchupu halijapatiwa suluhu hata kujaribu. Tume zilizoundwa kuchunguza mauaji, nakumbuka aliunda tume Mtwara mahali fulani mwaka jana, polisi wameua watu, akasema hamwezi mkajichunguza nyie. Unakumbuka? Mmesikia majibu yake? Mmesikia? Tume aliunda mwenyewe. Sasa hizo ni za kwake. Tume zilizoundwa wakati wa Kikwete, mauaji ya Ihefu,
mauaji ya watu wakati wa operesheni Kimbunga, operesheni kitu gani vile, operesheni za Kikwete, tume za wakati wa Mkapa. Ni hivi, taratibu za kikatiba na kisheria za nchi hii za kushughulikia masuala haya haziwezi kazi tena. Hello, welcome back. JEB Village, what country are you watching from? Today we will show you Africans who eat fish with electricity. African life in the village. They cook good fish, but with electricity. Have you ever eaten it? It's really strange, but it's nice because they eat happily and they also feel the whole world is theirs. It's amazing that this African community uses the same culture of believing that food cooked by a beautiful black woman is tastier, and men like to marry black women because they grow hotter in the country. What are your cultures? After cooking, they must be called old people so that they can eat here. What you are looking at is a fish with electricity. Being cooked, these fish are found in a well in Tanzania, Africa. The African community prepares food together. They sit and eat. When they start to eat, they eat with love and solidarity. They like to eat fish and other things. Surprisingly, this community believes that black women are the most popular for men to visit cities with black women because they believe that these women are hotter. For example, if you look at this girl who cooks, she is a black girl. Because they like women like this, they believe that a girl like this, her food will be tastier because she cooks more calmly. And when she cooks with a beautiful smile. Many people like girls like this more. Men collect cows and visiting families with daughters who are getting married. The surprising thing is that these fish are famous for their sweetness, even though they are electric fish. These fish are found in Tanzania, mainland Africa. Very attractive. If you look at her, like this one who cooks, she is really beautiful. Africa is famous for having very beautiful women. Have you ever been to Africa? If you haven't been, tell us what country you are watching us from. Please count. Scrub channel. There's so many things today. In addition to having good food, the African environment is attractive because the climate is calmer, which causes African people to be beautiful and have softer skin than other continents. If you consider the African environment, it is an environment that encounters rain frequently, but also far from encountering a lot of rain to meet the sun with great calmness, the sun that does not hurt because many deserts are not found in Africa, but are found in other continents. Look at the many attractions found in this video. These are pots that are found only in Africa, but apart from being stuck in a pot, he uses it to move. It is a natural handle. He cuts a tree with 2 horns and holds the pot while moving maize grain that is very nutritious for men. But this grain is famous for children so that they can gain intelligence and women to find the strength to work. It should be remembered that in Africa, women do most of the housework and men go to find income to meet the family. Welcome to our channel to learn many things. We ask you to comment and let us know under we will see what nation will happen.